Kwa upande wa kipimo hichi cha ultrasound, kinaweza kikagundua kwa haraka. Kuna huku mtaani tunasema kwamba mtoto anakuwa ametunga kitu nje ya nini? Mfuko wa uzazi. Sijui nje ya kizazi, ama mtoto tunasema sijui mtoto jiwe, kitu kama hicho. Yani mtu amepata mimba, hajajua mimba imekaa tumboni kwa muda mrefu, yani yeye tu haoni hizo dalili za mimba. Kwa hapo inaweza kipimo hichi kinaweza kikagundua hivyo vitu. Kama mimba ambayo inatunga nje ya mfuko wa uzazi, inatakiwa ijulikane ndani ya miezi 3 ya awali. Once inapotunga, basi mama anatakiwa afanye ultrasound tuone wapi imetunga, kama ipo ndani ya mfuko wa uzazi ama nje ya mfuko wa uzazi, kwa sababu hii ni emergency. Okay. Mama anaweza kupoteza uzazi. Ikitunga na haiwezi kuvuka ndani ya miezi 3. Okay. Italeta athari. Ikitunga nje ya mfuko wa uzazi, tunasema inaweza kutunga katika fallopian tube ama katika ovary, katika ile mirija ya kizazi ama kwenye. Ikisimama pale sasa, ile mirija ya uzazi haiwezi kuhimili uzito wa mtoto, ama si sehemu sahihi ya kukua mtoto. Kwa hiyo sasa inavimba hadi kupasuka. Kwa hiyo kitendo cha kuvimba hadi kupasuka, maana yake athari yake kunatokezea bleed, damu inatoka ndani ya mwili, ndani ya tumbo kutatoka, kuna damu inatoka. Hiyo excessive bleeding, mama anaweza kupoteza maisha. Okay. Kwa hiyo natakiwa hii afanye screening, afanye uchunguzi wa ultrasound mapema kuweza kugundua mimba kama ipo sehemu sahihi. Na hapo solution inaweza sasa ikawa ni kutoa mimba hiyo ana. Of course. Okay. Ikiwa mimba imetunga nje ya mfuko, haiwezi kuendelea. Haiwezi kuendelea. Na kingine sasa mimi unajua tunachukua mawazo ya mtaani na yaleta hapa. Yani hapo lazima tufanye hivyo. Kwenye hichi kipimo kuna hawa watoto ambao wanakuwa ni mapacha. Wengine wanasema wao wanazaliwa kwenye mfuko mmoja, wengine inakuwa ni mifuko tofauti. Si ndio? Kwenye mfuko mmoja nataka mtuelezee hapa. Tutagundua kwamba mfuko unakuwa ni mmoja, yani pale ndani wanakuwa wote wako hivi, si ndio? Kwenye lile tumbo, sijui ndio mfuko wa uzazi, wote wanakuwa wako sawa pale, ama kunakuwa huko ndani ya mfuko mmoja, lakini wanakuwa kuna vitu ambavyo vimewatenganisha huko kwenye ultrasound hapo, kwenye mnavyokuwa mnaangalia. Wanapozungumza sijui mfuko mmoja ama mfuko miwili, inakuwa okay. Uterus ndio mfuko wenyewe, mfuko wa kizazi. Unapozungumzia mfuko wa kizazi, unasema ni tunaita amniotic sac. Kiswahili chake ndio sijui. Tunaita amniotic sac. Hiyo amniotic sac maana yake ni ndio huo ni huo mfuko mwembamba kabisa. Ikiwa sasa unasema mifuko miwili, hizo amniotic sac inaonekana ziko ndani ya mfuko mmoja wa uzazi. Okay. Yaani mithili ya kwamba una mkoba wako mkubwa, afu pana mkoba wako mingine midogo ambayo iko ndani. Okay. Kwa hiyo inatokezea, unamsikia mtu anasema mifuko miwili. Kikitokezea mfuko mmoja, yani amniotic sac mmoja, lakini hao wote wawili wa ndani ya amniotic sac mmoja ndio wako katika mfuko mmoja. Nadhani nikijaribu kuitafsiri hiyo lugha hiyo, kuileta hiyo. Ndio kwa wakati mwingine